Maze, hatuna nchi bwana. Yani gava iko ready to bring in Ebola infected people for quarantine here in Kenya. Kwa sababu ya tu pesa. Because they are going to receive billions. Ay man. We don't have a country here man. Hii kitu imenifanya hata nisilale. Yani nimekosa amani. Yani najaribu kuimagine even if tukatae, hata seme koti katae, do you think the government will not do whatever it takes to get what it wants? I mean, the more tunazidi kukataa, the more they will find means. Like watasema watu wamekataa. Okay, wacha tuwaonyeshe. They bring in one infected person at night, aanze kumingle kila mahali. In the next 2-3 days unasikia mahali fulani kumekuwa na outbreak ya Ebola. Mahali fulani kumekuwa na outbreak ya Ebola. So, what do we do in return? We build a quarantine center. Watu waanze kuwekwa huko. Si watakuwa wamepata chenye wanataka? Si watakuwa wamefanya chenye walikuwa wanataka? So, I mean, basically hata tukikataa watavifanya tu. They will find means to put it there. Now, building quarantine centers is not the worrying thing. Kitu natutia wasiwasi ni kwamba Ebola ikianza kuwa outbreak hapa, kutakuwa na lockdown. Kukiwa na lockdown, guess what? Some companies will shut down, some people will be jobless, na economy tayari venye ilivyo. Economy iko venye ilivyo saa hii. Hata afadhali wakati wa corona kidogo economy ilikuwa stable. Saa hii economy iko so bad. Imagine putting a lockdown. How much chaos will it bring? All for what? The government has splashed, US government has splashed additional $10 billion, 10 billion Kenyan shillings or $80 million. So the Kenyan government feels like, we need this money. Na si eti kwamba hiyo pesa ikiingia itaingia kwa economy. No, itaingia kwa mifuko yao. Ingekuwa inaingia kwa economy yetu tuseme okay, tuchukue manake 10 billion Kenyan shillings kiingia kwa economy, my friend, you can feel the impact of it. Man, we are doomed. With this government, we are doomed. Alafu kuna wajinga bado wanasema 2 term. Hey man.